Milky TV, mazingira yetu, uhai wetu. Niko hapa leo kwa ajili ya kuongelea rasilimali misitu pamoja na umuhimu wake katika uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Kwa hivyo kwa kwanza, labda tungeweza kujua tunapozungumzia misitu labda tunamaanisha nini. Kwa kuzingatia taarifa zinazokubalika kimataifa za kukusanya katika maeneo ya misitu ambazo ni urefu, ground cover pamoja na eneo la msitu. Tunasema kwamba msitu ni eneo ambalo lina ardhi ambayo tunasema ni greater or equal, yani ni isiyopungua hekta 0.5 au eneo ambalo lina miti ambayo inaweza ikakua kufikia urefu wa mita 3 na vile vile kufikia ground cover ya 10%. Hilo ndio tunaita eneo la msitu. Kwa tunavyosema msitu, tunaangalia hivyo vigezo. Na msitu katika nchi yetu imeenea katika eneo la hekta milioni 48.1. Na eneo yote la misitu limekava katika Tanzania bara. Na msitu ina uoto mbalimbali. Kuna uoto wa miombo, kuna uoto wa thicket, vile vile kuna uoto wa mikoko. Tunaposema misitu pia tunamaanisha pia hata misitu ya kupanda, yani plantation forest. Lakini kuna uoto tunaitwa montane forest na submontane forest, au kuna lowland na kadhalika na kadhalika. Kwa hizo ni aina za uoto mbalimbali. Sasa eneo hili la hekta milioni 48.1 ambalo linapatikana nchini kwetu, kwa kiasi kikubwa lina uoto huo tunaita wa woodlands. Tuangalie aina za umiliki wa misitu katika nchi yetu. Asilimia 45.7 ya umiliki wa misitu upo chini, au usimamizi wa misitu uko chini ya misitu ambayo tunaita village land forest, yani misitu ya kijiji. Na takribani hifadhi 625 ziko pia chini ya serikali kuu. Kwa hiyo vile vile pia kuna umiliki wa misitu ya binafsi, na asilimia kubwa ni ile misitu ya kupandwa kama mashamba ambayo yako katika maeneo ya mkoa wa Iringa na maeneo mengine nchini. Milky TV, mazingira yetu, uhai wetu.